Your Excellency, because you are here, and I'm sure your MPs might not be able to tell you the truth. Mimi nina PhD economics. My PhD is in economics. Ukiuliza waziri amesema mimi ni mtu wa mahesabu, na ukweli mahesabu mimi na mathematics is one thing. Ameniambia ile hesabu niliweza kupata kukosa kidogo ni hesabu ya kutoingia Kenya kwanza. Na hiyo nakubali. Hiyo hesabu hiyo sikupata. Lakini ukweli, Your Excellency. Na ni vizuri tuambie wakubwa ukweli. Ndio tusaidie nchi. Your Excellency, ukiangalia finance bill. Mimi nimekaa mbunge miaka 11. Sijai kuona finance bill nyingine yenye na upishi kama hii ya mwaka huu wa 2023. I've never seen it. And the question I ask myself is, why this resistance? Why? Unajua sisi Wakamba tukiresist huku is expected. As I said earlier, sana tuna a lot of shares kwa upande wa siasa. Lakini ukiangalia register ya taxpayers, Your Excellency, Wakamba tumejaa huko. Ama namna gani Wakamba? We pay taxes. Na ndio tunasema kwa sababu tunalipa tax, na hii bill ikipita tutaendelea kulipa tax, we must get it right. How do we get it right? Your Excellency, there are only two controversial things. Only two. Na kama hiyo mgaweza, na lazima tushukuru rais. Jana nilisikia ile ilikuwa ya vijana, ile digital creation, rais amewaondolea. That's what we want to see. We want flexibility in terms of matters finance. So that ukiona kitu nafinya watu wako sana, unaondoa. And Your Excellency, wewe ni msomi. Na kwa sababu wewe msomi, mimi wale tumesoma economics, the basic principle is that no country in the world has ever developed by taxing people beyond their capacity to pay. No country in the world. None. And we must say the truth. So, kwa sababu unajua tax ni process tu. At the end of the day, ni pesa kwa mesa. Ile watafanya kazi nayo. At the same time, pesa ni ya taxpayer. Sisi tunalipa, tunapea Riggy G na boss, wanatumia kulingana na manifesto ya Kenya Kwanza. So the money belongs to the taxpayer. And because that is the case, I want to appeal to you, Madam Deputy President. Ukikutana na rais jioni, muangalie two things. Mambo ya kuongezea VAT from 8 to 16%. I'm now talking as an economist. Mambo ya kuongezea VAT from 8 to 16. Please, let's sober up as Kenyans and look at that proposal. Tuulizane, hii ilikuwa inatupea pesa ngapi kwa mfuko ya serikali? Is there alternative way of raising the same amount? And if you need that alternative way, I'll be there for consultation for the sake of my country. The other thing I need us to talk about, Your Excellency, hii mambo ya nyumba. Hii mambo ya nyumba unasikia mbaya akisema, huyu akipigia hiyo kitu next week, atafutwa na watu wa Kitui huyu. Utamuona tena. Atafutwa. Wacha nikwambie ukweli. Atafutwa. Kwa hivyo ili tuweze ku take care of our leaders, wasiwe na shida. Can we get to a round table, Your Excellency, tuangalie hii 3% housing levy. Kila Mkenya anataka house. And I really, even me nataka nyumba additional. I have one. I don't mind an additional one. But can we make sure that we get this house in a way that we don't really harm our people? And I want to tell you, Your Excellency, once you get those two right, utasikia hata mbunge, utakisikia maneno. Lakini kama itakaa vile mekaa saa hii, Your Excellency, wengine lazima tutatoa suwari kwa mbunge. Tukisema no. Si lazima tuseme kweli. Kama itakaa vile mekaa, I don't pretend myself. If it will be like it is, kura ya makaliwa Amulu itakuwa big no. That can be reported in Kenya. For those two, lakini zikitengenezwa, I'll be lying. I have no problem. Na wewe unanijua mimi na kujua tumefanya mengi na wewe.